kusalimu katika jina la Yesu aliye hai. Ni jioni ya siku nyingine Mungu ametupa ili tuweze kupata muda wa kutafakari neno. Kwa hiyo nikualike kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Nikualike kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya kwanza ya maombi na mafunga yetu. Ujumbe tulio nao una kichwa kinachosema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Huu ndio ujumbe tulio nao. Tunaangalia habari ya nguvu ya msalaba. Ndani ya hizi siku ambazo Mungu ametupa kukaa katika maombi na kufunga, tunaangalia juu ya nguvu ya msalaba sawa sawa na mapenzi yake Mungu mwenyewe. Andiko letu la msingi linatoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ile ya kwanza na mstari wa 18. Wakorinto wa kwanza, sura ile ya kwanza na mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Tulianza kuangalia ujumbe huu asubuhi kwenye ibada yetu na maombi ya asubuhi, na kuna mambo machache ambayo nataka niarudie ili tuweze kwenda vizuri. Kwamba katika msalaba wa Yesu Kristo ndani yake kuna nguvu ya kiungu. Nguvu ya kiungu isiyokuwa ya kawaida. Nguvu ya kiungu isiyokuwa ya kawaida iko ndani ya msalaba wa Yesu. Na katika hilo Biblia inatuambia kwamba ndani ya msalaba wa Yesu Kristo, udhihirisho wa nguvu ya huu msalaba tunaiona katika kuokoa. Manake ndani ya msalaba wa Yesu Kristo iko nguvu. Tunajuaje kwamba iko nguvu? Biblia inasema ya kwamba neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaomwamini Mungu ni nguvu ya Mungu inayookoa. Kwa hiyo ndani ya msalaba wa Yesu au katika msalaba wa Yesu Kristo iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi. Sasa asubuhi nilisema neno hili, naomba nirudie kwamba msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya kimungu. Msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya kimungu. Yaani Mungu amejenga madhabahu yake duniani kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Yaani msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya kimungu hapa duniani. Nikakwambia madhabahu ni nini? Madhabahu ni eneo ambalo linakutanisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Msalaba wa Yesu Kristo ni eneo ambalo Mungu amelichagua ili waje, ili akutane na ulimwengu wa mwili, akutane na watu, akutane na mahitaji ya watu, akutane na shida za watu, akutane na magonjwa ya watu, akutane na afya za watu, akutane na biashara za watu ili azihudumie. Lakini kwa kuwa madhabahu ni eneo linalokutanisha ulimwengu wa mwili na wa roho, vile vile kwamba msalaba ni eneo ambalo linaukutanisha ulimwengu wa mwili na Mungu. Maana yake kupitia msalaba wa Yesu Kristo, ulimwengu wa mwili, yani watu sisi,
tunakutana na Mungu. Tunakutana na Mungu kupitia nini? Kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya kimungu, ni madhabahu ya kimungu. Msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya kimungu. Na nilisema kwamba kuna vitu vingi vyenye nguvu duniani, viko vingi, lakini nguvu ya msalaba wa Yesu ni nguvu isiyozuilika. Nguvu ya msalaba wa Yesu ni nguvu isiyo na kikomo, ni nguvu isiyo na kikomo, ni nguvu isiyo na kikomo. Kwa hiyo pale msalabani Mungu anakutana na ulimwengu, anakutana na maisha ya watu, anakutana na afya za watu, anakutana na biashara za watu kupitia msalaba. Lakini pale msalabani ambapo ndiyo madhabahu ya Mungu, watu wanakutana na Mungu, watu wanapeleka mahitaji yao kwa Mungu. Yaani msalaba unayachukua mahitaji ya watu, msalaba unayabeba mahitaji ya watu, msalaba unabeba haja na mahitaji ya watu. Kwa hiyo msalaba ni madhabahu, msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu. Kwa hiyo hakuna chochote cha Mungu unachoweza kukiona kwenye maisha ya mtu ambacho hakijapita kwenye msalaba wa Yesu. Hakipo chochote cha Mungu ambacho unaweza kukiona kwenye maisha ya mtu hakijapita kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu msalaba ni madhabahu, kama ilivyo kwamba hakuna chochote unachokiona kwenye maisha ya mtu ambacho hakijapitia kwenye madhabahu fulani. Chochote unachokiona kikiwa chema kimepita kwenye madhabahu fulani, kikiwa kibaya kimepita kwenye madhabahu fulani. Lolote unaloliona kwenye maisha ya mtu, kuna madhabahu fulani imelizaa hilo, kwa sababu asili ya vitu vyote ni rohoni. Hakuna namna kitu kinaweza kaja mwilini kama kijapita kwenye madhabahu fulani. Uwe ni ugonjwa, yawe ni matatizo, changamoto yoyote ile. Nikakusomea andiko hili, natamani kusomea tena kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Basi atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Yesu Kristo. Tunapozungumza msalaba wa Yesu Kristo, tunazungumza habari ya mtu anaitwa Yesu Kristo. Nasema mtu kwa sababu alivaa mwili, lakini ni mwana wa Mungu na ni Mungu halisi. Biblia inasema hakuna baraka ambayo mtu anaweza akaipata nje ya Yesu Kristo. Baraka zote ziko ndani ya Yesu Kristo. Kama baraka zote ziko ndani ya Yesu Kristo, Yesu na msalaba havitenganishi. Ukizungumza msalaba unazungumza juu ya Yesu, ukizungumza Yesu unazungumza juu ya msalaba, kwa sababu chuno ya mambo yote ambayo Yesu aliyafanya hapa, tukio kubwa ni kifo chake pale msalabani. Kama angehubiri tu akahubiri alafu akaondoka, leo tusingezungumza msalaba. Lakini mwisho wa kazi zake zote ilikuwa ni msalaba. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo mtu anaweza akaona cha kimungu kwenye maisha yake nje ya msalaba. Na ndio maana nakwambia kwamba katika msalaba wa Yesu kuna nguvu kubwa ya kiungu inayotenda kazi mpaka sasa, mpaka leo. Kuna nguvu kubwa ya kiungu inayotenda kazi mpaka sasa, mpaka leo. Sasa tuangalie kidogo juu ya madhabahu, alafu tusogee. Angalia kidogo juu ya madhabahu.
kwamba chochote unachokiona kwenye maisha ya mtu kimetoka kwenye madhabahu fulani. Chochote cha kimungu unachokiona kwenye maisha ya mtu kimetoka kwenye madhabahu ya kimungu, na madhabahu ya kimungu ni msalaba wa Yesu Kristo. Sasa madhabahu za kishetani zimeharibu maisha ya watu wengi. Ndio maana tunazungumza juu ya nguvu ya msalaba, na hizo madhabahu zina nguvu yake. Tunazungumza juu ya nguvu ya msalaba, maana yake ni nguvu ya madhabahu ya Mungu mwenyewe. Madhabahu za kishetani zimeharibu maisha ya watu wengi. Tuone mifano michache, alafu tupate nafasi ya kwenda kuomba. Inawezekana ulivyo ni matokeo ya aina fulani ya madhabahu inayotesa maisha ya kwako. Inawezekana jinsi ulivyo ni matokeo ya madhabahu za kifamilia. Inawezekana jinsi ulivyo ni matokeo ya madhabahu za kiukoo kwenye maisha ya kwako. Inawezekana jinsi ulivyo ni matokeo ya madhabahu za kieneo, yaani kwenye eneo ambalo naishi kuna madhabahu fulani, kwenye familia ambayo imetokea kuna madhabahu fulani isiyo ya kimungu, kwenye kabila ambalo natokea kuna madhabahu fulani isiyo ya kimungu. Sasa inawezekana ulivyo ni matokeo ya madhabahu fulani za kishetani, lakini inawezekana ulivyo ni matokeo ya madhabahu ya kimungu. Yaani ulivyo ni madhabahu ya kimungu ndiyo inayokufanya uwe hivyo ulivyo. Kwa hiyo unaweza tu kayaangalia, utajuaje kwamba nilivyo ni matokeo ya madhabahu ipi? Unayaangalia maisha yako, unaangalia uchumi wako, unaangalia familia yenu, unajiangalia na wewe mwenyewe. Sasa tukienda kwenye kitabu cha Waamuzi kama mfano wetu wa kwanza, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 mpaka wa 27. Kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 mpaka wa 27. Kitabu ni cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Maandiko yanasema, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa taratibu zake. Ukamtwaa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa zile kuni za ile Ashera uliyoikata. Mstari wa 27, Gideoni akatoa watu miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia, lakini ikawa kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa nchi, hakuweza kutenda hayo wakati wa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia mistari ya juu utagundua kuna changamoto ambazo zilikuwa zinamkabili Gideoni. Kuna matatizo ambayo yalikuwa yanamkabili Gideoni, lakini changamoto kubwa ambayo inatajwa na Biblia ilikuwa ni hali ya umaskini, hali ya uduni, maisha duni. Biblia inasema Gideoni mwenyewe anakiri ya kwamba sisi ndio maskini katika Manase, sisi ndio maskini. Yaani sawa na kusema ukoo ni mkubwa. Kwenye ule ukoo wa Manase
Gideoni alikuwa anafanya kazi, sio kwamba alikuwa afanye kazi, alikuwa anafanya kazi na pembeni ngano ili kuendeleza maisha yake, na inawezekana alikuwa anatafuta na kazi nyingine anafanya, lakini nataka uone kwamba kulikuwa na changamoto iliyokuwa ikimkabili Gideoni. Changamoto kubwa ambayo imenyambulishwa ni changamoto ya uhitaji, changamoto ya umaskini. Lakini angalia, wakati Mungu anashughulika na hii changamoto, Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Gideoni, iangushi madhabahu ya baba yako. Maana yake chanzo kimojawapo cha matatizo ya Gideoni ilikuwa ni ile madhabahu ya baba yake aliyokuwa anaitumikia baba yake. Kwa hiyo madhabahu hiyo ilichangia kwa sehemu kubwa kuyafanya maisha ya kina Gideoni kuwa duni. Sasa nazungumza hivi ili uwe na picha kwamba kuna madhabahu fulani zinaweza kuwa za kifamilia, zinaweza kuwa za kiukoo, zinaweza kuwa za kieneo, zinaweza kuwa za kitaasisi, lakini madhabahu hizi zikawa ni sababu ya changamoto fulani unazozipitia kwenye maisha ya kwako. Jinsi ulivyo ni matokeo ya madhabahu. Inaweza ikawa ni madhabahu ya kimungu, lakini inaweza kuwa ni madhabahu ya kishetani pia. Sasa Gideoni akaambiwa iangushe. Sasa elewa, Gideoni alipoiangusha madhabahu ya baba yake, Mungu anamwambia jenga madhabahu ya kimungu, simamisha madhabahu ya kimungu. Maana yake ukibomoa, jenga; ukivunja, jenga; ukiangusha cha adui, simamisha cha kimungu. Wale ambao unaomba, Baba, katika jina la Yesu napiga, navunja, nasambaratisha. Baada ya kupiga na kuvunja na kusambaratisha, unajenga nini? Kwa sababu unaweza ukapiga panabaki tupu, na pakibaki tupu adui analeta tena. Badala yake ukivunja, simamisha madhabahu ya kimungu. Ndiyo maana tunajifunza juu ya nguvu ya msalaba. Kwa lugha nyingine ni nguvu ya madhabahu ya Mungu, kwa sababu msalaba wa Yesu Kristo ni madhabahu ya Mungu mwenyewe, imejengwa na Mungu mwenyewe. Maana yake ukivunja madhabahu fulani, unasimamisha madhabahu ya kimungu. Ukiondoa madhabahu fulani, unaileta madhabahu ya kimungu kwenye maisha ya kwako. Gideoni alikwamishwa na ile madhabahu. Akupa picha uone. Sasa Gideoni alikuwa ni maskini. Wewe unaweza usiwe maskini, unaweza ukawa ugonjwa upo tu, ni ugonjwa unazunguka huko, ni ugonjwa upo tu. Kuna madhabahu fulani, hiyo madhabahu ndiyo inayoleta huo ugonjwa, inayozalisha huo ugonjwa. Kama nilivyokuambia, hakipo chochote kinachoenda kwenye maisha ya mtu hakijatokea kwenye madhabahu fulani. Inaweza ikawa ni migogoro tu, yaani hakuna kukaa kwa amani. Mmegombana, farakana na ndugu, mmefarakana na mme na mke, mmefarakana na dada zako na kaka zako. Kuna madhabahu fulani inaleta tu hiyo, kwa sababu ule mgogoro unakukatisha tamaa wewe. Yaani unanyong'onyea ule ujasiri uliokuwa unatoka nao kwenda kazini, unaondoka. Unaanza tu kuwaza, yaani kwa kweli mimi nina nuksi sana. Kwa nini nagombana tu hivi? Kwa nini tayari ile madhabahu imekuzoofisha. Unanywea, unatoka una ujasiri fulani, lakini ile nguvu ya ndani kuna namna imetikiswa. Lakini kumbe kuna madhabahu fulani, hiyo ndiyo inaoleta tu mgogoro tu. Natembea, unatokezea kwenye mgogoro, unazoofika tena. Ile hela uliyokuwa nayo mara unazila, kama ni hivi bwana, mimi naacha na kazi, unaanza kutafuta kazi nyingine. Ukianza kukuchanua, madhabahu
zinazalisha vitu, zinatoa vitu. Madhabahu za kishetani zinazaa vya kishetani. Madhabahu ya kimungu inazaa vya kimungu. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ni vitu gani vinazaliwa kwenye maisha yetu, ni vitu gani vinazaliwa kwenye maisha yangu. Ukijaribu kukagua, kuna aina fulani ya matatizo, kuna aina fulani ya changamoto. Hizo changamoto zimekuwa ni za kudumu, ni za kudumu kwa sababu kuna madhabahu inafanya zidumu. Hizo changamoto zimekuwa ni za kudumu, ni za kudumu kwa sababu kuna madhabahu fulani zimefanya hizo changamoto ziwe za kudumu. Kwingine huo kama unapita, lakini kuna aina fulani ya matatizo, kuna aina fulani ya changamoto ni kama za kudumu. Zinanyamaza, zinaamka, zinanyamaza, zinaamka, zinanyamaza, zinaamka, zinapungua, zinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema ni hii kwamba Mungu alimwambia Gideoni, bomoa hiyo madhabahu. Na ukweli ni kwamba Gideoni aliibomoa hiyo madhabahu. Maanake kama Gideoni aliibomoa hiyo madhabahu, maanake na wewe unaweza kuibomoa hiyo madhabahu. Kama Gideoni aliangusha hiyo madhabahu, maanake na wewe unaweza kuibomoa hiyo madhabahu ambayo inakuinulia matatizo. Unaweza kuibomoa ukajenga madhabahu ya kimungu katika Kristo Yesu, ukasimamisha madhabahu ya kimungu ili katika madhabahu ya kimungu vya kimungu vitokee. Matokeo ya madhabahu hiyo kubomolewa utayapata kwenye sura ya 7 kitabu cha Waamuzi. Biblia inasema Gideoni akapata kibali, watu wakamwendea Gideoni. Gideoni akawa mtu mkuu, maana kilichokuwa kinamzuia ni hii madhabahu. Nikupe mfano mwingine. Nazungumza kidogo juu ya madhabahu ili upate picha ya kule tunakoenda na uelewe maana ya nguvu ya msalaba wa Yesu. Na msalaba wa Yesu ni madhabahu ya Mungu mwenyewe. Kitabu cha Hesabu, sura ya 22. Kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 6. Kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 6. Naomba nisome. Basi njoo wewe na kusii, unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza kuwashinda, labda nitawaweza, tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa wewe ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Sasa naomba unisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Okay, unisikilize vizuri. Hizi ni habari za wana wa Israeli. Wana wa Israeli wametoka Misri, bahari imegawanyika, wamesafiri. Sio kujidanganya kwamba bahari ikigawanyika vita imeisha. Bahari inagawanyika, unavuka, lakini kule mbele kuna aina nyingine ya vita. Na ndio maana ukishinda, jiandae tena kwa ushindi mwingine. Ukivuka, jiandae tena kwa kuvuka kwingine. Ni ngazi tu, ni madaraja tu. Sijidanganya umeomba sana ukasema bwana haya maombi sasa nimemaliza kila kitu. Ni kweli umemaliza kila kitu. Lakini kuna vingine, umemaliza hivyo, kuna vingine tena. Biblia inasema wana wa Israeli wamefika eneo linaitwa Moabu. Walipofika eneo linaloitwa Moabu, mfalme wa Moabu anaitwa Baalaki. Alipowaona wana wa Israeli, amesikia kwa masikio yake
Misri, Farao amepigwa kwa mapigo mengi. Hawa wametoka Misri, bahari imewagawanyikia. Hawa wametoka Misri, kuna ishara na ajabu nyingi za Mungu zimetendeka. Ndio nikwambie hivi, watu wana habari zako nyingi kuliko unavyodhani wewe. Watu wana taarifa zako nyingi, hata kama hujawaambia, wana habari zako nyingi kuliko unavyojua wewe. Wanajua wewe ni mwombaji, huyo ni mwombaji. Wanajua wewe ni mlokole, huyo ni mlokole. Wanaelewa yale ambayo Mungu amekutendea, wanaelewa. Watu wana habari zako nyingi kuliko hata ambavyo nadhani wewe. Wakati mwingine wanaelewa, yaani mtu anaelewa tu kwamba hata nyumba alionayo alijenga kwa namna hii. Hata biashara alionayo mtaji aliupatia huku. Hata kila alichonacho, yaani wana taarifa zako nyingi. Kwa hiyo mfalme huyu alikuwa na taarifa nyingi za wana wa Israeli. Amesikia yale ambayo Mungu amewatendea wana wa Israeli. Ndivyo ilivyo, ilo hauwezi kukwepa. Watu wayaone matendo makuu ambayo Mungu amekutendea katika jina la Yesu aliye hai. Yaani watu wayaone matendo makuu ya Mungu. Wasikie habari za matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu amekutendea na anakutendea katika jina la Yesu aliye hai. Sasa Biblia inasema hivi, aliposikia akatuma habari kwa mtu anaitwa Balaam. Balaam ni mtu anayejua mambo ya rohoni, lakini sana amejikita katika giza. Ni mchawi, ni mganga, anaelewa kanuni za kiroho za giza za kulifanya jambo lililoko rohoni litokee mwilini. Sasa Balaam akisema neno, lile neno linakuwa. Akisema neno, lile neno linakuwa. Wanawaambia watu, usidhalau neno, usipuuze neno. Mtu akikutamkia neno, usiseme tu ametamka. Wengine wanatamka neno na maanisha. Aenda akasema tuone kama atafika anakoenda. Tuone kama atafanikiwa. Tuone kama ataendelea. Huyo anayetamka na yeye ana madhabahu yake. Naelewa kwamba mtu yeyote aliye hai ni madhabahu inayotembea. Kama sio madhabahu ya Mungu, ni madhabahu ya kishetani. Kwa sababu Biblia inasema, Paulo anawaambia Wakorintho kwamba au hamjui ya kwamba ninyi miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kama ni hekalu la Roho, kama sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake ndani yetu tuna madhabahu ya kimungu. Tuna madhabahu ya kimungu. Na ndio maana Yesu anakaa ndani yetu, kwa sababu tumebeba madhabahu ya kimungu. Sasa kuna wengine pia na wao ni madhabahu za shetani. Usipuuze neno linalosemwa. Biblia inasema Balaam akisema neno linakuwa. Mfalme akatuma, kanitieni huyo aje nilaanie. Laani ni jambo la kawaida. Sasa maneno haya ndio ninayotaka uyapate. Maneno haya ambayo ameyasema mahali hapa. Anaagiza watu. Nasema hivi, njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Maana ukiwa na nguvu zaidi ya mtu mwingine ili akudhoofishe, anakulaani. Yaani kama una uwezo wa kibiashara, una uwezo wa kutendaji kazi, hata kama ni ofisini, una uwezo wa kufanya kazi, mtu anaona huyu ana nguvu. Sasa ili nimdhoofishe, ili asifike anapotakiwa kwenda, ili asiendelee kuwa na nguvu hii, ni mlaani. Angalia, wana nguvu. Mfalme anaita mtu wa kuwalaani. Laana inadhoofisha nguvu ya mtu. Laana inaua nguvu ya mtu ndani ya mtu, inaua uwezo wa mtu
nasema hivi kwa habari ya mtini. Tunakumbuka Yesu aliwaambia mtini, tangu leo mtu asile matunda kwako. Ule mti ukafa. Maanake lile neno lilienda kuondoa ile nguvu ya kuzaa, nguvu ya mti kuendelea kuishi. Kuna neno ambalo linatamkwa linakuondolea uwezo wa kuzaa, linakuondolea uwezo wa kufikiri. Ni neno tu. Hebu mtu anisikia hapa. Yaani usifikirie kwamba kulogwa mpaka watu wawe uchi waanze ni neno tu. Yaani mtu akisema neno, lile neno linaondoa nguvu ya Mungu ndani yako. Kama ulikuwa unaomba, linaondoa nguvu ya maombi. Kama ulikuwa mtoaji, linaondoa nguvu ya utoaji. Kama ulikuwa na biashara, linaondoa ile nguvu yako kwenye biashara. Unaona, kumbe kuna mtu amekulaani. Kuna mganga fulani amekulaani kwa uganga wake. Sasa Biblia inasema njoni lanie, wana nguvu kunishinda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hujajua tu kuna yaani wewe unaweza kuwa unajiona wa kawaida sana. Hili neno alisema mfalme, wana wa Israeli hawana habari kama wewe ambavyo hauna habari. Yaani kama wewe ambavyo hauna habari unajiendelea tu kwenye biashara yako na kaa, lakini kuna mtu yuko upande wa pili. Anachokiona wewe ukioni. Huyu ana uwezo sana. Huyu ana nguvu sana. Huyu amekuja jana tuona. Amekuja jana tu. Angalia muda mchache tu. Hivi tu ameanza tu hivi tu. Sasa hivi tu ameanza biashara. Ni hata mwaka hajamaliza eneo hili. Akimaliza mwaka huyu hapana, atanimalizia wateja wangu. Yaani Israeli hawaelewi. Mfalme ana waza nini juu yao? Mfalme wao. Kama ambavyo wao hujui. Ukikuta nao unajiona wa kawaida na wao hawaonyeshi, lakini wanaelewa kwamba huyu ana nguvu kunishinda mimi. Tukiendelea hivi kwenye ushindani wa kibiashara, kwenye ushindani tu wa kawaida wa maisha ya kawaida na utumishi, kwenye ushindani tu wa kawaida huyu ananishinda. Badala yake huyu niite mtu wa kumlaani. Angalia, laana inaelekezwaje? Labda nitaweza kuwashinda, pate kuwapiga. Laana inapoenda kazi, mapigo yanaanza. Sala, pigo. Unapigwa. Afya ni pigo. Uchumi ni pigo. Lakini ni laana kwenye ulimwengu wa roho. Twende taratibu utanielewa. Anasema labda nitawaweza tupate kuwapiga. Pigo. Ni wafukuze. Kufukuzwa. Ngoja nikwambie. Mahali pengine watu wanafukuzwa na laana tu. Kuna laana fulani inamfuatilia mtu. Ukisoma Biblia utagundua neno hili. Wakati Kaini analaaniwa, aliambiwa utakuwa mtolo, mtu usiye na makao juu ya nchi. Laana inamuondoa mtu. Alikuwa kwenye biashara, inamuondoa kwenye biashara. Alikuwa kwenye ofisi, inamuondoa kwenye ofisi. Ni laana. Ni aina fulani ya laana. Moyo hautulii kwenye ofisi, unapepea kwamba ondoka. Laana inamsukuma kuondoka. Kanatokea tu kwa sababu, kwa sababu hawezi tu akaondoka hivi. Lazima katokee kwa sababu. Kwa sababu kanakuaje? Kanakuwa tu labda ka ugomvi au neno. Bwana nini? Naona bosi ameniongelesha vibaya. Huyu anaondoka. Lakini kumbe ni laana imemfukuza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Laana, angalia, niwafukuze watoke juu ya nchi yangu. Nafungulia kupigwa na kufukuzwa. Sasa nimekusomea hii ili uone. Sasa huyu ameitwa ili aje alaani. Alipokuja kulaani, process gani zilichukuliwa? Alipokuja kulaani, process zipi zilichukuliwa? Kwenye sura ya 23, fuatilie vizuri ili uelewe. Sura ya 23 kitabu cha Hesabu.
ni sura ya mbele tu kidogo hapo, 23, Hesabu 23, Hesabu 23, kianza na mstari wa kwanza na wa pili. Huyu mtoa laana ameenda, mtoa laana ameenda ili akatoe laana. Balaam akamwambia Baraki, nijengee hapa madhabahu 7. Sinaona, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalia hapa ng'ombe waume na kondoo waume 7. Madhabahu 7, ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Kwenye mstari wa pili, Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. Balaki na Balaam wakatoa sadaka ng'ombe mmoja na kondoo mmoja juu ya kila madhabahu. Wakati mwingine matatizo ulio nayo au changamoto ulizo nazo, nyuma yake kuna kafara au sadaka kubwa sana ambazo zilitolewa. Kuna kafara au sadaka kubwa sana ambazo zilitolewa. Hebu ona, ni madhabahu 7. Lakini hizi madhabahu zote 7 zimewalenga watu wale Israeli. Madhabahu ya kwanza inashambulia Israeli, madhabahu ya pili inashambulia Israeli, ya 3 Israeli, mpaka ya 7. Na zile madhabahu sio ziko tu mradi ziko ng'ombe dume, kondoo dume, ng'ombe dume, kondoo dume. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie uelewe katika jina la Yesu aliye hai. Sasa angalia, huyu mtoa laana kutoa laana hivi ilimlazimu kujenga madhabahu. Manake laana yoyote ile kwenye maisha ya mtu ina uhusiano na madhabahu fulani. Haiko laana inayoelea tu, haiko laana inayoelea tu kwamba hii ni laana inaelea. Laana yoyote ile ina uhusiano fulani na madhabahu. Sasa kuna aina fulani ya laana ambazo zimekamata maisha, kwa sababu laana ni maneno lakini yanatamkwa kwenye madhabahu fulani. Laana ni maneno ya kumshusha mtu, ya kumkwamisha mtu, ya kumwangusha mtu. Lakini haya maneno hayatamki hewani, lazima iwepo madhabahu. Nataka nikuonyeshe, wakati mwingine kuna aina fulani ya mapigo unakutana nayo, kuna aina fulani ya kufukuzwa, utoro juu ya nchi unakutana nao, kuna aina fulani ya kudhoofishwa. Angalia, hawa walikuwa na nguvu, kudhoofika kiuchumi, kibiashara, kiroho unakutana nayo, lakini kumbe ni kuna madhabahu fulani yenyewe kazi ni kudhoofisha tu. Huyu anaomba sana kumdhoofisha, na kwenye madhabahu anakudhoofisha. Unaanza tu kudhoofu tu, kuna madhabahu fulani. Sasa hii nimekupa mfano wa pili kama kielezo cha pili, uelewe kwamba kuna aina fulani ya madhabahu zinatenda kazi ya kumdhoofisha mtu. Alikuwa na nguvu kabisa, alikuwa na uwezo wa kufanikiwa kabisa, alikuwa na uwezo wa kubarikiwa, yani ana nafasi ya kubarikiwa kabisa, ana nafasi ya kufika kwenye nchi ya ahadi, lakini inainuka madhabahu fulani inamuinulia udhaifu, anadhoofishwa kwenye eneo fulani. Sasa ngoja nikutafakarishe, labda kwa muktadha huu utaelewa. Kama hii laana ingefanikiwa, ingekuwaje? Wana wa Israeli wangeamka tu asubuhi, jamani, twendeni nchi ya ahadi. Sasa hapana, hatuna haja kwenda nchi ya ahadi. Kwanza tumepigana sana, tukipigana hapa tulipofika imeshatosha. Hapa hamna, tukae hapa. Yaani ile nguvu, moyo wa kusema kwamba niendelee haupo. Ile nguvu na stamina kusema kwamba no, endelea tu kusimama, unakaribia kufika, haipo.
kwa sababu kilichokuwa kinapigwa hapa ni ule uwezo, ile nguvu iliyo ndani yao. Kama ndani yako kuna uwezo fulani, kuna madhabahu inapigana na huo uwezo, inapigana na hiyo nguvu ya wewe kufanya hiyo huduma, hiyo kazi. Sasa elewa, msalaba wa Yesu ni madhabahu ya kimungu inayokusaidia kushinda kila mashambulizi yanayotoka kwenye madhabahu za kishetani. Nikupe mfano wa tatu, alafu tukaombe. Haraka nakupa tu mifano. Haraka. Hapa tutasoma ili nikuongezea andiko fulani. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 20 mpaka wa 40. Mstari wa 20 mpaka wa 40. Wafalme wa kwanza sura ya 18 20 mpaka 40. Hizi ni habari za Elia mtishi. Lakini hapa nataka upate picha ya madhabahu zinazowashikilia watu. Zenyewe zinawashikilia tu, zinashikilia maamuzi ya watu, zinashikilia mioyo ya watu, zinashikilia akili za watu, shikilia miguu ya watu, shikilia mikono ya watu isifanye kazi, shikilia matumbo ya watu wasizae, shikilia macho ya watu wasione. Ni madhabahu. Shikilia nini? Kazi ya yenyewe ni kushikilia mawazo ya watu. Hamna kuwaza zaidi ya hivi. Mawazo yanashikiliwa. Awaze kwa aina hii, mawazo yanashikiliwa. Kwa nini? Hawa watu wamekaa kwenye ukame. Jamani, miaka 3.5 ilikuwa inatosha kusema Baali sio Mungu. Hakuna haja ya kujadili. Tunajadili hawa makuhani wa Baali walikuwepo. Miaka 3.5 taifa linapita kwenye ukame, makuhani wa Baali wapo. Lakini angalia namna ambavyo madhabahu ya Mungu Baali imekamata akili za hao watu. Miaka 3.5 wanateseka, lakini bado hawana maamuzi. Madhabahu imekamata mioyo, imekamata maamuzi. Mimi naamini ni jambo alikuwa la kujadili, kwamba kama Mungu ndiye Bwana mfuateni, kama Baali ni Mungu mfuateni. Halikuwa jambo la kujadili. Baali ameshashindwa. Huu kama ameshindwa kutatua, manake hawezi. Lakini angalia, wanaambiwa bado wamesubaa, hawana maamuzi. Kwa nini? Kuna madhabahu fulani imewashikilia. Sasa angalia, kuna aina mbili ya kushughulika na madhabahu. Nielewe hapa. Aina ya kwanza ni kubomoa madhabahu, kuvunja madhabahu, piga madhabahu, vunja, sambaratisha, bomoa, iharibu kabisa. Aina ya pili au namna ya pili ya kushughulika na madhabahu ni kujenga madhabahu ya kimungu. Kwa sababu mimi nikwambie, kuna aina nyingine ya madhabahu haziwezi kufa. Ananiuliza haziwezi kufa kwa namna hivi? Kwa sababu madhabahu za kifamilia, wewe unamcha Mungu, unamwabudu Mungu, lakini kwenye familia yenu sio wote mnamcha Mungu. Sio wote mnamcha Mungu. Wengine kwanza hata mpango wa kumcha Mungu, hata wazo la kumcha Mungu hawana. Kama hata wazo la kumcha Mungu hawana, manake wataendelea kuzihuisha. Ukibomoa wanajenga, ukibomoa wanajenga. Sasa badala yake, jenga madhabahu ya kimungu. Kwa sababu madhabahu ya Mungu ambayo ni msalaba wa Yesu Kristo una nguvu kuliko madhabahu yoyote ile hapa duniani, kuliko madhabahu yoyote ile, kuliko madhabahu zilizokunywa damu za watu, kuliko madhabahu zilizokunywa damu za ndege na wanyama. Madhabahu ya Mungu ni madhabahu yenye nguvu kuliko madhabahu nyingine zote zile. Namna ya kwanza, bomoa, vunja. Ya pili, jenga madhabahu ya kimungu. Hii ya shetani ipo. Elia kubomoa ya miungu mingine. Hawa jamaa madhabahu lao lipo, lina sadaka juu. Elia akasema na mimi najenga hapa ya kwangu, ya Mungu Jehova. Najenga hapa. Mimi nasema akajenga, alikoje? Madhabahu ya Mungu ikajibu. Angalia, madhabahu ya Mungu ikianza kufanya kazi kwenye maisha yako, vya shetani vinaondoka vyenyewe. Yaani
umejenga madhabahu kwenye biashara. Biashara yako unaitolea sadaka. Ukileta mzigo mpya unautolea sadaka. Ukiongeza kitu kingine unakitolea sadaka. Kwenye biashara madhabahu ikawa, lakini kwenye maisha ya kawaida, kuhusu afya yako wewe hamna. Kuhusu kiroho chako hamna. Kuhusu mambo mengine, unaweza kuona ni mtu wa Mungu amefanikiwa sana kwenye eneo fulani, maana yake amejenga madhabahu kubwa ya kimungu kwenye hilo jambo. Kwa sababu madhabahu ya kimungu pia unapima kwamba umejenga madhabahu ya kimungu kubwa kwenye eneo hili. Unaombea sana nini? Unatolea sana sadaka nini? Unafuatilia sana nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya kimungu inapofanya kazi za kishetani zinanyamaza. Madhabahu ya ile ilipoanza kufanya kazi, wale waliokuwa wamekamatwa, wameshikiliwa, hawakuulizwa. Walisema Mungu ni Bwana, Mungu ni Bwana. Hawakuulizwa tena. Yaani kuna vitu, msalaba wa Yesu ukianza kufanya kazi kwenye ukoo wenu, hautawaambia watu kuokoka. Wenyewe tu watakiri kwamba huyu ndiye Kristo. Msalaba ukianza kufanya kazi kwenye eneo lako la kazi, hautawaambia watu kwamba wana Mungu. Wenyewe watasema wana Mungu. Msalaba ukianza kutenda kazi, hautasumbuka kwanza kutangaza kwamba hii msalaba wenyewe utajidhihirisha kwa sababu una nguvu. Kuna mambo yasiyokuwa ya kawaida yatatendeka kupitia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaombe hapa. Nikusomea andiko la Ufunuo. Nitusukume kwenda kwenye kuomba. Ufunuo sura ile ya 6. Ufunuo sura ya 6 mstari ule wa 9. Na alipofungua, Ufunuo 6:9. Ufunuo 6:9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Sasa hii picha nakupa ile andiko ili uone ni roho za watu zimewekwa chini ya madhabahu fulani. Unaweza ukawa huko hapa lakini umewekwa chini ya madhabahu fulani. Unaweza ukawa huko hapa lakini umewekwa chini ya mlima fulani. Unaweza ukawa huko hapa lakini umewekwa chini ya eneo fulani. Kwa sababu Biblia inasema akaona roho zimewekwa chini ya madhabahu. Sasa tunajadili hapa ni madhabahu ipi ambayo wewe umewekwa chini ya hiyo? Ni madhabahu ya aina gani? Msalaba ni madhabahu. Roho yako ikiwa chini ya msalaba wa Mungu uko salama. Lakini roho yako ikiwa chini ya madhabahu za miungu mingine, hauko salama. Hauko salama. Yoyote ile anahitaji madhabahu. Yoyote ile yuko kwenye madhabahu, lakini madhabahu ipi? Ni lazima ujipambanue kwa uwazi ili kuwe na matokeo. Jipambanue kwa uwazi. Mimi nimewekwa chini ya madhabahu ipi? Niko chini ya madhabahu ya kimungu au niko chini ya madhabahu ya miungu? La moja tu ya madhabahu ya Mungu. Kwenye madhabahu ya Mungu hakuna kushindwa. Kwa sababu kwenye madhabahu ya Mungu kuna nguvu kubwa kuliko madhabahu nyingine. Kwa nini? Aina ya sadaka iliyotolewa pale.
kujitoa nafsi yake kuwa kama sadaka. Kwa mwili wa Yesu pale msalabani ulikuwa ni sadaka kwenye hiyo madhabahu. Lakini pia neno lililotamkwa ni neno lisilobadilika. Na ndio maana nasikia neno la Mungu halibadiliki. Halitaondolewa. Hakiko cha kulibadilisha, cha kuligeuza. Sio nyakati, sio misimu. Liko vile vile. Lakini damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, hatuhitaji kumwaga damu nyingine. Hiyo ndio raha ya madhabahu ya Mungu. Hatuhitaji kumwaga damu nyingine. Madhabahu nyingine kweli wanamwaga damu kabisa, lakini raha ya madhabahu ya Mungu aliye hai, raha ya madhabahu hii, hata kama wewe ukiondoka hapa duniani ukarudi kwa Mungu baada ya kuwa kazi yako imeisha, madhabahu haitawatesa wanao, itawasaidia wanao. Fuatilia tu kwa wewe, kababu kameshaka kufa miaka mingi, lakini ile roho na sura ya babu na watesa watu huko. Ni babu yake, sio babu yake, ni ile roho. Huyo alikufa katika dhambi akaenda kule, madhabahu aliyokuwa akitumikia haikumpa uzima wa milele. Madhabahu ya Mungu, yaani msalaba wa Yesu, inatoa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Picha nzuri hii. Msalaba ni madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ni eneo ambalo Mungu anakutana na wanadamu ili awahudumie. Ni eneo ambalo wanadamu wanakutana na Mungu ili wahudumiwe na Mungu. Kwa lugha nyingine, ili wapokee cha kimungu. Sasa kuna madhabahu nyingine ndizo zinazotesa maisha ya watu. Tunapoenda kuomba, hebu tamani kujitoa kwenye madhabahu hizo nyingine. Zina uhalali kwako. Unaweza kuwa uhalali wa kuzaliwa kwenye hiyo familia mliozaliwa. Unaweza kuwa uhalali wa matendo yako, au unaweza kuwa uhalali wa wewe mwenyewe. Wewe ulizipa uhalali ili ziwe na nguvu kwako. Inaweza ikawa ni wewe tu mwenyewe kutafuta kwako msaada, kasipa nguvu hizo madhabahu. Lakini inaweza ikawa kwa sababu ya matendo yako, kwa sababu unaweza kuwa unamilikiwa na madhabahu fulani hata hujui. Sasa nataka uinue macho yako utazame msalaba, ujitoe kwenye hizo madhabahu, uelekee msalaba wa Yesu, ujiweke chini ya madhabahu ya Mungu. Kama kuna uhalali wowote, ukatae jioni ya leo, ukatae kwenye hizo madhabahu nyingine, kataa. Alafu elewa msalaba una nguvu ya kufuatilia. Wewe uamini, tumwamini Mungu, uamini msalaba, muamini Yesu, uamini msalaba. Kutoka ndani ya moyo wako mkatae shetani. Maanisha hii vita hii umaanishe. Siende kuelewa, maanisha. Uelekee msalaba, jitoe kwenye hizo madhabahu. Toka kwa kumaanisha, toka mpaka na mawazo. Tuko tunajifunza habari ya kutoka hapa. Toka mpaka na mawazo, toka mpaka kufikiri kwako. Toka, achana kufikiri vya kishetani. Achana kufikiri vya kishetani. Nataka tukaombe. Msaidie tu mtu tunapoomba. Mimi nasema hivi, msiyakumbuke mambo ya zamani, wala msiyatafakari mambo ya kale. Tazama, tatenda jambo jipya. Ili Mungu amsaidie Gideoni, alishughulika mpaka na ufahamu wake. Gideoni ilikuwa ngumu kubadilisha namna yake. Yaani alikuwa anajiona tu hawezi. Pamoja na kwamba Mungu amemtokea, amempa, lakini anaona tu
Hawezi. Ameiangusha madhabahu ya baba yake, lakini bado anaona hawezi. Simama kwa miguu yako, nataka tukaombe. Jitoe kwenye hizo madhabahu zina uhalali. Tumia sadaka ya damu ya Yesu kujitoa kwenye huo uhalali. Tumia sadaka ya damu ya Yesu jitoa kwenye huo uhalali. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, nina uzima furaha daima, njooni na tufurahia kweli msalaba. Nina uzima furaha daima, kweli msalaba sana. Wakati huu ninaomba rehema, ninaomba msamaha katika jambo lolote lilotoa uhalali wa madhabahu za giza kutenda kazi kwenye maisha yangu. Bwana, jioni ya leo ninajisalimisha kwenye msalaba wako, ninajisalimisha madhabahuni pako. Unipokee, unikubali, nami kwa nguvu ya msalaba ninajitoa kwenye madhabahu za giza, za kichawi, za kiganga, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, kupitia msalaba ninalipa gharama zote, fidia zote ninazodaiwa na madhabahu za miungu mingine. Jioni ya leo ninajitoa kwenye hizo madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninafungulia utendaji kazi wa msalaba wako kwenye maisha yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, kwenye uzao wangu. Msalaba wako na nguvu zake zipite na kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu omba kwa dakika chache, tuende mbele za Bwana kwa kuomba. Omba na kusudi yako iweze kupita, iweze kupita, iweze kupita, iweze kupita katika jina la Yesu, iweze kupita, iweze kupita katika damu ya Yesu, iweze kupita na kusudi yako, damu yako ipite na nguvu ya msalaba ipite Bwana, ipite Bwana, maana madhabahu nyingine ni za kifamilia, mahali alikozaliwa. Napeleka damu yako, napeleka msalaba wako na nguvu ya msalaba wako ipite Bwana kwenye hizo kafara, kwenye hizo sadaka zilizotolewa, kwenye hizo kafara, kwenye hizo madhabahu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasondolea uhalali, nasondolea uhalali, nasondolea uhalali hizo madhabahu zilizokamata nafsi yake, zilizokamata roho yake, kwa sababu ya dhambi yake, kwa sababu ya makosa yake, kwa sababu ya asili ya kuzaliwa. Baba, napeleka damu, ni damu ya Yesu inayotangaza msamaha, inayotangaza msamaha, inayoachilia msamaha. Yamkini Bwana liko neno lotamka, maana imeandikwa, umetenda
katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kila madhabahu shika katika jina la Yesu, kila madhabahu